Tunamshukuru Allah ambaye kwa hikma zake kuna wakati anaweza akatunyima au akatuondolea vitu fulani vya ladha zetu za dunia, vitu tunavyovipenda vya duniani kwa ajili ya maslahi ya akhera. Kitu fulani unakipenda kizuri duniani, lakini Allah kwa mapenzi yake tu anaweza akakunyima hiki au akakiondoa baada ya kuwa kwa ajili ya maslahi, kwa sababu dunia sio lengo, sio sehemu ya kuishi, ni sehemu ya kazi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu zangu, leo napenda tukumbushane kidogo kuhusu mitihani anayoitoa Allah. Mara nyingine tukaiona kama adhabu fulani, sauti yangu inamuunga. Mara nyingine tukaiona kama adhabu fulani, mpaka baadhi ya watu ambao sio madhehebu yetu huwa wanasema hizi adhabu mitihani inayokuja duniani hizi zinatokana na shetani, kwa sababu Mungu wa upendo hawezi kuadhibu mtu. Mungu ni wa upendo, Mungu ni upendo, haadhibu mtu. Mkiona mtu anapata matatizo, misiba, nini, hii inatokana na shetani. Kwa hiyo kila linapopatikana tatizo kidogo, wao hukwambia ni shetani, na Waislamu nao wameanza kushika fikra hizo kwamba linapokuja jaribio fulani ni shetani. Kwa hiyo tunaona kama kizazi chetu kinakwenda kwenye mhemko fulani wa shetani mpaka nao wamekaribia kupungwa au kutolewa mapepo. Ndio nataka nizungumzie vitu hivi kidogo, tuondoke navyo, tuone ni nini. Iwe ukiangalia tu tukio limekuja, hili ni nini? Ndio somo langu liko hapo. Tunamshukuru Allah kama alivyotufundisha tuwe tunasema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, sifa njema ni zake yeye Allah, ni zake Allah sifa njema. Yani kama vile ukitaka kumsifu usitake kumsifu Allah, sifa ni zake. Rabbil alamin, Bwana wa viumbe vyote, mlezi wa viumbe vyote, yeye ndiye anayevilea. Sifa ya mlezi sharti awe na rahma, awe na huruma. Na katika majina ya Allah kuna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yaangalia alivyokaa vizuri, Rabbil alamin, alafu inayofuata Ar-Rahman. Ikija mbele Ar-Rahimi, Maliki yaumiddin.
Pana hikma kubwa sana hapa ukizingatia. Alhamdulillah, sifa njema ni zake Allah Rabbil alamin, mlezi wa viumbe vyote, anavilea vyote. Sifa inayofuata Ar-Rahman, anayevirehemu, anayevihurumia vikapata rehma vyote viumbe, kinachofaa na kisichofaa pia. Kwa maana gani kinachofaa na kisichofaa? Kiumbe kinachomtii na kisichomtii pia Mungu anakirehemu duniani. Kwa kuwa ni mlezi, yeye ni mlezi. Kwa kuwa ni mlezi hapa duniani, watu wako kazini duniani, wamepewa kazi, na yeye ni mlezi anayesimamia wafanye hiyo kazi, anawapa rehma wote kwa sifa hii Ar-Rahman, wote anawalea, anawarehemu, hata wanaomkataa pia. Hivi anayemkataa Allah havuti pumzi? Havuti. Kama angetaka sangekata pumzi tu mara moja. Hampi chakula, huku hamtaki Allah, lakini chakula anapata. Hata akitaka pesa pia anampa pesa, hampi. Huku anampinga Allah na pesa anapata. Anampinga Allah, mambo yake yote yanakwenda. Hikma ni nini? Ni kwamba yeye ni mlezi wa wote, hata mzazi na mlezi wa watu. Kuna wengine ni wakorofi majumbani, lakini bado wakaendelea kupewa chakula. Wanakorofisha, alafu wanarudi nyumbani hapo hapo wanalala. Huduma zile za lazima wanapewa hivyo hivyo, na ukorofi wao. Hisia za wazazi ni kwamba iko siku atabadilika, huenda akajabadilika, anamwombea na Mungu ili abadilike. Kwa hiyo hamkati ghafla, anampa huduma, iko siku atabadilika. Walillahi almathalul a'la, Mungu mfano wake ndio wa juu zaidi. Allah wanaomkataa kabisa pia bado anawapa huduma za lazima. Mvua ikija wote wanapata, mahitaji yao yote wanapata. Firauni alimkataa Mungu na akasema Mungu ni yeye, na bado huduma zote za lazima alipata. Ndivyo sivyo? Alipata kupata. Karuni na ukorofi wake wote, alikuwa na mali, watu hawezi hata kubeba funguo zake. Kwa hiyo hapa Ar-Rahman, mwenye kuwarehemu viumbe wote, watiifu, waasi, wanaokubali, wasiokubali. Kwa nini? Kwa sababu Allah ana sifa Rabbil alamin, mlezi wa viumbe vyote duniani, ili wafanye kazi waliopewa. Huenda siku moja labda watatubu hawa, na kama hawatotubu, yeye amewapa huduma za lazima kwa kuwa ni mlezi. Tuko vizuri? Angalia inaofuata sasa. Ar-Rahim, mwenye huruma, lakini huruma hizi siku ile ya malipo. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo, ana huruma, lakini huruma kwa nani? Kwa waliofanya kazi kule. Ambao hawakufanya, hakuna huruma kule. Hikma ni nini? Hikma ni kwamba huku sehemu ya kazi Mungu aliwalea wote. Kuna wengine walidhulumiana humu kwa sababu nao walipewa mamlaka ya kuwazima. Sasa aliyedhulumu Mungu akampa rehma, lakini amedhulumu. Akifika siku ya malipo bado Allah amhurumie, naye amedhulumu. Haijakaa sawa. Kuna siku ya malipo, huyu amedhulumu na Allah ana huruma. Je, awape huruma kama zile? Watakuja watu watasema, ya Rabbi, mimi amenidhulumu huyu. Kwa hiyo yaseme, kwa kuwa mimi nina huruma na msamehe tu, nimedhulumiwa mimi ya Rabbi. Yeye ndiye anayemiliki siku ya malipo, kule hakuna huruma kwa aliyedhulumu. Kwa hiyo kule huruma ni huruma kwa watiifu tu. Maliki yaumiddin, mmiliki wa siku ya malipo. Ikija swali moja la kifedhuli, kwani hapa duniani hakuna watu waliopewa mamlaka? Wapo Yeye je, sio maliki hapa duniani? Sasa mbona amejinasibisha na maliki yaumiddin tu? Hapa je? Kwa sababu hapa aliwaazima wengine mamlaka ya kufanyia kazi,
Kwa hiyo hapa wako watu wanaojiita malik, wana mamlaka, amewazima fanyeni kazi, na akawahurumia ili wafanye kazi vizuri. Hawakufanya vizuri, kuna malik yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo ni peke yake, basi kuna huruma maalum kule, hizo tu kwa waliofanya kazi. Tuko vizuri? Na mwenyewe atajitangaza limanil mulku lyaum, siku ya leo mamlaka ni ya nani? Kimya. Manake kule duniani mlikuwa nayo mamlaka nyingi, hakuna anayejibu, anaitikia mwenyewe lillahi alwahid alqahar. Ndugu zangu, huyu Allah mwenye sifa hizi tulizozitaja mbili, Ar-Rahman Ar-Rahim, sawa? Tukasema kwenye dunia sifa Ar-Rahman anawarehemu wote. Sikiliza vizuri kipengele hiki, anawarehemu wote, mtiifu na asiyetii, sawa? Kwa hiyo huruma hizi na rahma hizi wote zinaitwa rahma jumla jamala, yani amma. Lakini hapa duniani Allah pia ana rahma khaswa hapa duniani. Nikupigie mfano wetu kwanza wa maisha, alafu mfano wa Mungu ni mkubwa zaidi. Mzazi awe na watoto wake 6, 7, anatoa huduma zote kwa wote, ndivyo sivyo? Chakula kwa wote, hata wakorofi pia anawapa chakula, kitanda wote wanacho, amewasomesha wote, tena amelipa ada, wengine utoroka shule bado akaendelea kulipa, washindwe wenyewe, ndivyo sivyo? Kwa hiyo hizi ni rahma kwa wote. Lakini mzazi huyu akawa na mtoto mmoja ni mtiifu sio kawaida, mzuri sio kawaida, hapendi kuangusha neno la mzazi wake. Unafikiri mzazi hana huruma rasmi kwa huyu? Anazo rahma khaswa hana? Kwa mfano, mzazi alikuwa amealikwa sehemu fulani muhimu, unafikiri atamwambia mwanawe yule wa ovyo ovyo, nenda kaniwakilishe? Kama yeye ana nafasi, atamwambia nani akamwakilisha? Mtiifu. Hii ni rahma khaswa kwake, wewe ndio wa kuniwakilisha mimi. Hata wenyewe wote wale 6 au 7 wanaweza akasema, position hiyo nafikiri tutapelekwa mimi na wewe, hiyo ya yule bwana, hii ya huyu, wala msipati. Yani mzee kama haendi, ujue anayekwenda ni huyu, si ndio hivyo? Hii ni rahma khaswa, imepatikana. Kwa nini? Kwa sababu mtoto yule anajipendekeza kwa wazazi wake, ndivyo sivyo? Anajipendekeza kwa wazazi wake. Kwa hiyo nataka kusema hivi, Allah mfano wake ni wa juu sana, anazo rahma khasa hapa duniani, lakini rahma hizi khasa wanazipata watu kwa kujipendekeza. Tuko pamoja? Ili somo hilo la kipengele hiki likae sawa, msikilize Allah anavyosema katika hadithi al-Qudsi. Hadithi al-Qudsi ameisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, riwaya Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah anasema kwenye hadithi al-Qudsi, naisoma nusu siisomi yote, muda hautoruhusu. Anasema, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya, hatojisogeza mja wangu kwa jambo ninalolipenda sana, mimma aftaradtu alayhi, kuliko lile ambalo nimelifaradhisha kwake. Maana yake ni kwamba katika mambo ambayo Allah anayapenda sana kwa waja wake ni yale mambo ya faradhi. Uhakikishe swala zako 5 umeziswali, Ramadhani yako umefunga, kama unahitajika zaka umetoa, uwezo wa hija umefanya, sawa sawa. Ukivikamilisha hivi, Allah ndio vitu vya kwanza anavyovipenda. Ametangaza hivyo Allah kwa hadithi al-Qudsi, mambo ninayoyapenda sana kwa mja wangu ayafanye ili ajisogeze kwangu ni kutekeleza mambo niliyomfaradhishia. Imekaa sawa hii? Ndio kitu cha kwanza.
Sikiliza kinachofuata, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na hatoacha mja wangu kujisogeza kwangu kwa sunna, vitu vya ziada ambavyo sio lazima. Ilikuwa kuna swala za lazima 5, lakini kuna kablia na baadia, si ndio? Akapenda kujisogeza kwa Allah kwa kablia na baadia, akapenda kujisogeza kwa Allah kwa witri, akapenda kujisogeza kwa Allah kwa qiyamul laili kwa ujumla, sawa sawa, kwa duha. Akifanya hivyo mja wangu, hata uhibbahu, atakapofanya nitampenda tu. Hatoacha kufanya hivyo kujisogeza, ila nitampenda. Umesikia maneno haya? Kwa kujisogeza kwangu kwa ziada zile nampenda. Fa idha ahbabtuhu, pindi nitakapompenda, kuntu sam'ahu, mimi nitakuwa sikio lake. Allah anasema mimi nitakuwa sikio lake, alladhi yasma'u bihi, ambalo yeye atakuwa anasikia kwalo. Mungu anageuka sikio lako ukijisogeza. Tuko vizuri? Wa basarahu, na nitakuwa jicho lake, alladhi yubsiru bihi, ambalo anatizamia. Wa yadahu, nitakuwa mkono wake, allati yabtishu biha, ambao anakamatia. Wa rijlahu, na nitakuwa mguu wake, allati yamshi biha, ambao anatembelea. Mungu anajitangaza hivyo kwa mja wake aliyejisogeza kwa ibada za sunna baada ya zile za fardhi. Sikiliza maneno mengine, wa insa alani, na pindi akiniomba tu, la u'tiyanna, nitampa. Kilichomfanya apewe hivyo, ibada za nyongeza zile za ziada zile ambazo mtume amezifanya. Wala inistaadhani la uidhannahu, na akiomba kinga kwangu nitamkinga. Tena kwa mkazo, akiniomba lazima nitamkinga. Vyote hivi vimepatikana wakati gani? Baada ya kufanya vya lazima ukaongeza vile ambavyo si lazima kwako, Allah anakupenda. Hadithi ni ndefu, tuishie hapo. Iko ya pili, akipendwa na Allah anamuita Jibrili, anamwambia Jibrili, mimi nampenda huyo. Jibrili akiambiwa nampenda, anaambiwa na Allah, na wewe mpende. Jibrili atampenda mja huyo. Atawaita watu walioko mbinguni, viumbe malaika walioko mbinguni, Jibrili, malaika wa Allah njooni, Allah anampenda yule, na nyinyi mpendeni. Malaika wote wanampenda mja huyo, sawa sawa. Halafu anaandikiwa kukubalika duniani. Hadithi Qudsi na hiyo pia ni ndefu. Kipengele hicho ndio tunakitaka. Allah akimpenda mja anamwambia Jibrili, mimi nampenda na we mpende. Jibrili anaita na malaika, nao wanampenda, anakubalika duniani. Baada ya hapo, sawa sawa, inaandikwa yuktabu lahu alqabul fil ardh, anaandikiwa kukubalika duniani. Swali, vilivyofanya mja huyo apendwe hivyo ni nini? Ni kujipendekeza. Umenielewa? Anapojipendekeza kwa Allah anapendwa. Anapopendwa hivi, mambo haya yanayopatikana yanaitwaje? Rahmatun khassa, rahma maalum. Kulikuwa kuna rahma zile za wote, zile mvua wanapata wote, chakula wanapata wote, kuvuta pumzi wote, pesa wanapata wote, si ndio? Lakini kuna vitu maalum sasa ni vyake, sio vya mtu mwingine. Mungu anasema nakuwa sikio lake. Hebu niambie, Mungu anasema mimi nakuwa sikio lako, wewe inakuwaje? Mimi ndio ninakuwa mkono wako wa kushikia, mimi nakuwa mguu wako wa kutembelea. Mungu anatangaza hivyo. Hizo ni rahma khasa kwako, sio zile za mvua na jua. Umenipata vizuri? Zinakuja kwa kujipendekeza. Usipojipendekeza
upati hizo. Ukijipendekeza hakuna mtu anayekujua, ni wewe na Mungu tu unazipata hizo. Ndugu zangu, katika kipindi cha Nabii Suleiman alipokuwa kwenye mkutano wake, Nabii Suleimani alikuwa na uwezo wa kuzungumza na majini na viumbe vyote anaweza. Hata jini akileta jeuri anamchapa, na anaweza kumfunga. Anaweza kufungua chupa akamwambia ingia, akaingia akafunga. Usitoki mpaka siku hiyo itakayotakiwa, atoki, hawezi. Sawa? Huyo ndo Nabii Suleiman. Siku moja kwenye mkutano wake, Balqis amekwisha toka Yemen, anakuja huku kwake Yerusalemu. Akasema, man yatini biarshiha kabla an yatuni muslimin, nani ataniletea lile sofa lake kule analokalia lile kabla hawajafika hapa kujisalimisha. Allah anatuambia hivi, qala ifritu min aljin, ifrit mjanja kakamavu akeke katika majini akasema, ana atika bihi kabla an taquma min maqamik, mimi nitakuletea hicho kiti chake kabla hujamaliza mkutano wako hapa kuondoka. Akaongeza sifa, wa inni alayhi laqawiyyun amin, mimi ninakiweza, nina nguvu, alafu mwaminifu. Nabii Suleimani zile sifa hakuzipenda, bado akaendelea kusema, nani ataniletea kiti chake? Kuna mja wa Mwenyezi Mungu anayejipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, Mungu amemfungulia rehma khaswa ambazo watu wengine pale wala hawajui. Akamwambia Nabii Suleimani hivi, ana atika bihi kabla an yartadda ilaika tarfuk, mimi nitakuletea kiti hicho chake kabla hujapepesa. Maana yake pale anamwambia mimi nakuletea, mkono wake ulikuwa tayari unachukua. Kabla an yartadda ilaika tarfuka, ameshafikisha. Yani Nabii Suleiman anapepesa, kipo pale mbele yake. Kilichomwezesha huyu kuchukua ni nini? Ni namna aliyojipendekeza yeye kwa Allah. Allah akampa ujuzi ambao mwingine haujui. Tuko vizuri? Huyo ni mja wa Mwenyezi Mungu pale kwenye mkutano, wala si mtu maarufu kama. Kwa hiyo tunapojipendekeza kwa Allah, kuna rahma khaswa zako wewe na Allah. Usipojipendekeza hizi upati, tutapata zile zile za pamoja tu, za mvua pamoja, chakula pamoja, mali kuhangaika pamoja, tutazidiana kwenye hilo, sawa sawa. Lakini ukijipendekeza kwa Allah, kuna vitu vya ziada utakavyovipata kwa Allah. Hivyo ni vyako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja? Naam. Ndugu zangu, tunamshukuru Allah ambaye kwa hikma zake kuna wakati anaweza akatunyima au akatuondolea vitu fulani vya ladha zetu za dunia, vitu tunavyovipenda vya duniani, kwa ajili ya maslahi ya akhera. Kitu fulani unakipenda kizuri duniani, lakini Allah kwa mapenzi yake tu anaweza akakunyima hiki au akakiondoa baada ya kuwa kipo, kwa ajili ya maslahi ya akhera. Kwa sababu dunia sio lengo, sio sehemu ya kuishi, ni sehemu ya kazi. Sasa kama kazi huifanyi vizuri na Allah amekupenda, umekosea, kuna wakati anakunyang'anya kidogo pap, ili uzinduke. Yani kama vile umepigwa konzi, vipi? Sawa sawa, kwa ajili ya maslahi ya akhera. Wakati gani inatokea hivyo? Inapokuwa mwanadamu kuna wakati ameanza kuhisi kutegemea vitu alivyo navyo na amemsahau Allah. Mungu amekupa nguvu mpaka umesahau kwamba yuko anayetoa nguvu, umeanza kutegemea nguvu zako. Mungu amekupa pesa mpaka umesahau anayetoa pesa, ukaanza kutegemea pesa, umekuwa mbabe kwa ajili ya pesa.
Mungu amekupa elimu mpaka umekuwa mbabe kwa sababu ya elimu ulionayo. Mungu amekupa mamlaka mpaka umejisahau, unatumia mamlaka vibaya, umesahau yuko mwenye mamlaka ya juu aliyekuwazima wewe. Mungu amekupa vitu vya aina hiyo duniani ukaanza kuvitegemea, na wewe pengine ulikuwa ni mtu mzuri tu, Mungu alipokukunjulia tu ukasahau. Sasa pale Allah anakupiga konzi kidogo, anakunyang'anya kidogo kwa ajili ya maslahi ya akhera. Tuko pamoja? Takupigia mifano, kwa sababu kule akhera, kule ndio maisha ya milele, hapa ni maisha ya kupita. Sasa wewe umejisahau mpaka umehisi kama uko milele, unategemea nguvu, pesa, mali, nini, sauti, watu. Wakati mwingine unasema mimi na watu bwana, wewe usinione hivi hivi, wako watu mimi wakunisimamia bwana. Watu wakusimamia. Mungu anaweza akakutoa mjini ukapata tatizo nje ya mji kabisa, hakuna hata mtu wako mmoja. Hiyo ni konzi, sio konzi. Uko nje ya mji umepata tatizo la ajabu nje ya mji, kwa sababu ulikuwa unasema mimi na watu. Kule hakuna mtu wako, pengine sehemu ambayo hata mtandao hakuna, umepata tatizo. Wale watu wako wanakusaidiaje kule? Hawakusaidie. Kwa hiyo unaweza ukapiga siku nzima ukahangaika, chakula kikakuishia, baadaye ndio unapata nafasi ya kuweza kutoka kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ulikuwa umepigwa kwenzi kidogo, kukumbushwa tu yuko anayesimamia, sio wewe. Tuko vizuri? Kwa nini amekuzindua hivyo Allah? Kwa ajili ya maslahi ya akhera. Ulikuwa unaanza kukosea. Imekaa vizuri? Kuna wakati mtu anaweza akamnyima vitu vya dunia namna hiyo moja kwa moja kabisa kwa muda mrefu, kwa sababu kichwa chake kilikuwa kigumu, akamnyang'anya kwa muda mrefu na alikuwa yuko vizuri pale. Akipigwa muda mrefu ndio anasema nilivyokuwa nimefika hapa, nimeanguka mpaka nimefika huku, kweli Mungu yuko. Anaanza kusema kweli Mungu yuko. Ndio hilo Mungu alilokuwa analitaka kwake. Huyu alikuwa anapotea, akhera anaikosa huyu, kwa kupanda juu amesahau. Mungu akamwangusha kwa sababu kichwa kigumu, moyo mgumu, akamshusha mpaka akasema ya Rabbi nimekosea, kweli Mungu yuko. Amekaa sawa huko. Swali linakuja, kufanywa vile ni kupendwa au kuchukiwa? Kupendwa. Sasa kwa nini useme shetani kama kumbe ni mapenzi yale? Kwa nini useme haya matatizo haya ni shetani, tutafute mchanga wa upako? Ni shetani au ni Mungu amekupenda? Mungu amekupenda. Labda haijakaa vizuri. Mbona huyu haitikii? Sikiliza mfano mwingine. Sikiliza mfano mwingine, utaitikia tu. Baba mzazi, Mwenyezi Mungu aepushie mbali mambo magumu magumu, anaweza kuwa na mtoto wake ameugua, kidole kina matatizo, kimeangaliwa hospitali, kikapewa dawa, hakiponi, mpaka wakakichunguza, wakamwambia baba, kidole hiki ugonjwa huu unaenea, huu utakuja mkononi, utasambaa, mwisho unaweza ukaingia mwili mzima. Sasa kabla haujaja huku tukate kidole, tunaomba uidhinishe. Baba akiambiwa hivyo ataidhinisha, hataidhinisha? Mtoto kidole kitakatwa, hakikatwa? Kukatwa kidole kuna maumivu? Hakuna. Je, maumivu haya baba amekusudia kumwadhibu mwanawe au kumpenda? Ni kupenda au kumwadhibu? Kwa hiyo kukata kidole pale ni kumpenda mtoto wake, sio kumwadhibu, kwa ajili ya mwili mzima usalimike. Maisha ya dunia ni ya kupita. Mungu alimwangalia mja wake huyu ambaye alikuwa amenyooka, mara alipopata mali nyingi akafanya kibri, akajisahau, anampiga kidogo, anashuka chini. Akishuka chini anasema ya Rabbi, ya Rabbi. Pale ni kupendwa au kuchukiwa? Kwa hiyo una haja gani ya kutafuta mchanga wa upako? Ilikuwa unatakiwa useme ya Rabbi nisamehe, si ndio hivyo? Naam.
Ndugu zangu, Allah anasema hivi katika Qur'ani kwenye Suratul Talaq aya 2 mpaka ya 3, ya 2 mpaka ya 3. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, mwenye kumcha Allah, Allah humpa sehemu ya kutokea anapotatizika. Ucha Mungu kumbe unasababisha upate mlango wa kukimbilia ukikwazika. Sawa sawa? Mapenzi sio mapenzi. Umekwazika kwa sababu ya ucha Mungu, unapata mlango wa kutoka. Kuna kisa kirefu sana cha watu fulani walikwama kwenye usiku mmoja, jiwe kwenye pango jiwe likafunika. Kirefu hicho kisa. Kilichowatoa pale ni ucha Mungu walioufanya huku nyuma. Jiwe likafunuka lenyewe kwa sababu ya ucha Mungu. Sawa sawa? Kwa hiyo ucha Mungu, utiifu kwa Allah ni sababu ya kupata upenyo wa kutokea. Sasa nipige mfano. Hii aya iko kwenye Suratul Talaq, Surati At-Talaq, lakini aya hii inafanya kazi kila pahali. Mungu alipoipigia mfano kwenye Surati At-Talaq, kama vile anatuambia ukitaka kutoa talaka kwa ucha Mungu, Mungu atakupa njia ya kutokea kwenye tatizo hilo. Yaani kwa mfano ni hivi, mume na mke wamekwaruzana. Walipokwaruzana mpaka wakaona maisha hayafai tena, hapa kuachana, mwenye uwezo wa talaka ni nani? Mume au mke? Mke au mume? Mume. Mume ndiye mwenye mamlaka ya talaka. Amekasirishwa, bado Mungu anamwambia ukiwa mcha Mungu utapata namna ya kutokea kwenye tatizo. Maanake usipokuwa mcha Mungu hutopata namna ya kutokea. Sasa alipokasirika akawa lazima atoe talaka, basi manake anaambiwa hata hiyo talaka itoe kwa ucha Mungu. Usipotoa kwa ucha Mungu wewe utakwama. Yeye hakusikiliza. Alipokasirika tunamwambia usinikere bwana, wewe wanawake wamejaa tele bwana. Basi mwanamke anamwambia kama ni hivyo basi nipe talaka, sio moja, nakupa 10. Kwanza talaka 10 anazo, lakini eti hasira zimempelekea hana ucha Mungu. Nakupa talaka 10, tena nyingine nenda kampe na babako. Haya, na wazee wako nikawapelekee nyingine, nenda zako. Makosa mawili ameyafanya. Kwanza Mungu alimwambia talaka moja moja tu, halafu la pili yeye amesema nyingi 10. La pili nenda zako. Talaka ikitolewa ucha Mungu sio kumwambia mtu nenda zako, akaenda pale pale, ndio kanuni. Yeye hakuangalia tatizo kwa kiwango chake, toka nenda zako, chukua kila kitu chako nenda. Na huku umemwambia talaka nyingine kampelekea na babao, si ndio hivyo? Kwa kawaida vita ikianza na kilo, ikilala siku ya pili inabaki nusu kilo, ikiamka siku ya tatu ishakuwa robo kilo hiyo. Sawa sawa eh? Sasa bwana ameshapitisha siku 3, ile hasira imeshuka. Iliposhuka, mke amemwambia talaka 10 na nyingine kampe babako, yuko nyumbani kwao, na wewe hasira zimeshuka. Unataka umfuate yule mwanamke, na mwanamke kwao amesema nimepewa talaka 10 na nyingine nimeambiwa baba nikuletee wewe. Yaani baba pia uniache, mimi pia nimeachwa. Nimeambiwa hivyo. Wewe hasira zimeshuka, unakwenda kwa mzee kule, unaanzaje? Na mzee ameshapata taarifa kwamba na yeye pia amepewa talaka. Unamwanzaje kuzungumza naye? Umeona kama matokeo uyapate eh? Lakini kama alipokumbuka kwamba hata kuacha kutoa talaka inatakiwa iwe kwa ucha Mungu, alipokereka akamwambia nimekupa talaka 1, mimi naondoka. Hapana, huruhusi kuondoka. Unatakiwa ukae hapa hapa, nyumba yako hiyo, chumba chako kipo, kitanda chako kipo, mimi ndio nitakayelala huko, chumba cha watoto au mtalala sitting room pale. Wewe baki nyumba yako. Amani ya Mungu mpaka eda ishe, ndio kanuni ya Mungu. Umeona ucha Mungu
anatakiwa ampe huduma zote, bado yuko pale pale nyumbani. Na mwanamke akawa mcha Mungu, pamoja na kwamba wamekasirishana, huduma zote za nyumbani zipo, na anawapikia watoto wake wanakula. Hampikii yule mume tu mwenyewe anavyojifanya ana hasira, basi naye hana mpango wote. Akifika usiku yeye analala pale sitting room, lakini yeye yuko zake chumbani kwake. Hawakuzuiwa hilo. Vita imepungua, badala ya kilo imebaki nusu kilo, kesho kutwa imebaki robo kilo. Bwana anaanza kufikiri, yani mimi natoa chakula, yuko hapa nyumbani, amejipiga lipstick usiku, anatizama TV, namuona, yani mimi juu au kitu gani? Saa 8 za usiku usingizi umeruka, anakwenda kugonga mlango. Mama Omari, nini? Nifungulie. Unataka nini? Na wewe umenipa talaka. Nimekwambia fungua. Wewe sio mume wangu, umenipa talaka. Nataka tuzungumze. Kama ufungui mimi navunja mlango. Mama Omari anakuja, kama yuko Omari mimi simkusudii huyo. Anakuja anafungua mlango. Chap, akishafungua jamaa baba Omari ameingia, na anafunga kabisa ndani. Mbona unafunga mlango kwa ndani? Usiniulize. Mimi nishakurejea bwana. Ameshamrejea, yameshakwisha na usiku umepita vizuri. Amepata pa kutokea, hakupata? Kwa sababu ya ucha Mungu. Asubuhi kilichobakia, kama alitangaza kwamba ameacha, ni kiasi cha kusema tu nimemrejea. Hakuna lawama, hakuna tatizo lolote. Kwa sababu ya ucha Mungu amepata pa kutokea wakati ametukwazika. Akikosa ucha Mungu hapati pa kutokea. Idabaki sasa, Shekombo naomba unisaidie bwana. Kusaidie nini? Nimempa mke wangu talaka 3, inakuwa 1 au 3. Wewe vipi sasa? Unauliza swali gani sasa? 3 1 1 3 maana yake nini sasa? Wewe ulipompa 3 ulikuwa una akili gani bwana? Ulikuwa ukuruhusiwa kutoa 1. Nimeruhusiwa. Kwa nini ulitoa 3? Nimekasirika bwana. Kula hasira yako sasa. Naeleweka usieleweke? Unakosa pa kutokea. Sasa hapa aya iko kwenye surati Talaq, lakini maana iliyopo penye ucha Mungu popote, Allah anatoa njia ya kutokea pindi ukikwazika. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. La kwanza, mwenye kumcha Allah, Allah humpa pa kutokea, njia ya kutokea inapatikana. Si hilo tu, kuna la pili, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na anamruzuku kwa namna ambayo hakufikiria. Hizo ndio rahma khasa tunazozitafuta hizo. Rehma za Mwenyezi Mungu special ndio hizo. Anamruzuku kwa namna ambayo hakufikiria. Aya hiyo inaendelea tena mbele, wa man yatawakkal ala Allahi, mwenye kumtegemea Allah akamtupia mambo yake, badala ya kutegemea nguvu zake, kutegemea pesa zake, kutegemea elimu yake, kutegemea watu wake, akamtegemea Allah. Allah anasema fahuwa hasbu, Allah anatosha, anamtosha. Tuko pamoja? Makuraishi walipata somo hilo siku ya Badr. Walikuwa wachache, zile silaha zao kidogo, lakini walimtegemea Allah siku hiyo, walishinda ushindi wa ajabu. Mungu alileta malaika, wao hawawaoni, vita ikashinda kwa ajabu sana. Siku walipomsahau Mungu kidogo tu, wakategemea nguvu zao na wingi wao, Allah aliwatatiza kweli. Yauma Hunain, wa yauma Hunain idh ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Siku ya Hunaini, pindi mlipoona wingi wenu ni mkubwa, mkasema leo hatuwezi kushindwa leo. Ule wingi haukukusaidia, haukuwasaidia kitu. Wadhaqat alaykumul ardu bima rahubat, ardhi ikawa dhiki pamoja na kwamba ilikuwa kubwa. Vipi? Mkakimbia kabisa. Walimsahau Mungu kidogo, wakapewa darasa. Ndio hivyo hivyo darasa hizi zinaendelea, ni kanuni hiyo. Ukimkumbuka Mungu ukamtegemea Mungu, anatoa njia usioifikiria. Ukijitegemea kwa nguvu zako, Mungu anakubana kidogo, ili upate akili kwamba akhera ndio sehemu ya kuandaa, sio hapa duniani. Tuko pamoja? Allah anasema hivi
katika Suratu Nisa aya 147. Sikiliza vizuri. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum, hivi Allah apate nini kwa kuadhibuni nyinyi kama mtashukuru na kuamini? Kitu gani anachokipata? Maanake ni hivi, kama mtashukuru na kuamini, Allah hana shida ya kuadhibuni. Hata anapoleta tatizo sio adhabu, ni kuwakumbusha. Nyinyi mnaamini na kushukuru, mmetatizika hivi, Allah sio anawaadhibu, anakukumbusheni. Ma yafalu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum, hivi Allah anafaidika nini akiwaadhibuni kama mtashukuru na kuamini? Wa kana Allahu shakiran alima, na Allah ni mwenye kupokea shukrani za waja. Anashukuru shukrani za waja, anazipokea. Tena ni mjuzi, anawajua waja wake. Imekaa vizuri? Allah hana shida ya kutuadhibu tukishukuru na kuamini. Maanake tukiwa hatuna imani na hatuna shukurani, hapo ndipo tunaadhibiwa. Kama tuna imani na tunashukuru, hata ikija aina ya adhabu inayoitwa adhabu ndogo, ile ni kukumbushwa. Al-adhabu al-adna ni kukumbushwa, sawa sawa. Kwa hiyo sio utafute upako, rudi kwa Allah, jipendekeze. Sikiliza nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi katika surat Al-Hajj aya 11, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, wako miongoni mwa watu yule anayemwabudu Allah kwenye ukingo, kama hapa ukingoni, yeye anaabudu, yuko hapa, nafasi yote hii eti haioni, akai hapa katikati akaabudu, anakaa hapa ukingoni, ndio anamwabudu Allah. Angalia mfano vizuri hapa, pabaya kwa kuanguka hapa. Fa in asabahu khairun, khairi ikimjia vizuri ikamfikia, itma'anna bihi, lazima atapata utulivu. Si huko si amepata khairi? Khairi haimiumbishi mtu. Ukimuuliza vipi mambo yako? Mambo yangu mazuri bwana, naunga ndugu, na swala zangu kwa wakati. Lakini uko ukingoni hapa, na swali kwa wakati, kila kitu nafanya vizuri bwana. Kama dini na dunia bwana, lazima, ndio wanavyosema, dini na dunia lazima uhangaike bwana. Yuko hapa ukingoni hapa, kwa sababu yuko ukingoni na yeye anasema dini wa dunia. Siku nyingine anajaribiwa. Yeye unaposema dini na dunia, anajaribiwa kidogo. Msikilize Allah, wa in asabatu fitnatun, ukimjia mtihani kwa kuwa yuko ukingoni, inqalaba ala wajhi, si yuko ukingoni, mtihani ukija tu anaanguka kiuso, kwa sababu yuko ukingoni. Khasira dunia wal akhirah, anapata hasara ya dunia na akhera, aliabudu ukingoni. Dhalika huwa alkhusranul mubin, hiyo ndio hasara kubwa ambayo iko bayana wazi wazi. Usimwabudu Allah ukingoni, unasema dini wa dunia, dini wa dunia. Dini wa dunia una maana gani? Hii dunia ndio ikufanye uwe na dini. Usicheze cheze hapa, umekaa ukingoni mara leo, bwana, kwani kwenda kwa mganga bwana si kama x-ray tu bwana? Ni x-ray ndio dini wa dunia hiyo. Yuko ukingoni hapa, mtihani ukimgusa anakuambia unakwenda unatizama tu kama x-ray tu. Umekatazwa, lakini hapo ndo anapoanguka sasa moja kwa moja, kwa sababu anaabudu ukingoni. Kama angekuwa anaabudu hapa katikati, yakimjia mambo hapa anazinduka. Muumini wa kweli kweli anapata mtihani, lakini msikilize Allah anavyosema, innal ladhina taqaw, wale wanaomcha Mungu kisawasawa, idha masahum taifun minash shaitan, pindi linapomgusa yeye hao wenye kuamini, wenye kumcha Mungu, yakiwagusa yale upepesi ule upulizo wa shetani, ukiwagusa, tadhakaru, wanakumbuka adhabu ya Mwenyezi Mungu, wanakumbuka taratibu za Mungu, wanakumbuka rehema za Mwenyezi Mungu. Wakishakumbuka tu, faidhahum mubsirun, wanaiona njia sawa sawa, kwa sababu walikuwa wapo katikati, hawapo ukingoni. Shetani anawagusa huyu, lakini upo katikati.
Akiguswa tu anamkumbuka Mungu, lakini uko ukingoni, ukiguswa tu utakwenda kwa mganga. Khasira dunia wal akhirah. Tunakwenda vizuri? Nasinzia bwana. Mimi nataka kuongeza dozi ya mwisho, nyinyi mnaanza kwa. Tunakwenda pamoja kweli? Tuendelee kama tunakwenda pamoja. Sikiliza kipengele kinachofuata. Kipengele kinachofuata ni hiki: kama hivi ndivyo mitihani sasa ni kweli ni adhabu ya shetani, hii mitihani inayotupata, sikiliza kama ni kweli ni adhabu ya shetani au ni vipi. Allah anasema hivi: walanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Kabla hiyo kwanza, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas. Allah anatutangazia dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Ni sura ngapi hii? Ni suratu Rum aya 41. Ar-Rum aya 41. Uharibifu umejitokeza nchi kavu na baharini, bima kasabat aidi nnas, kwa yale ambayo mikono ya watu imefanya. Uharibifu nchi kavu na baharini unapatikana kutokana na mambo ambayo mikono ya watu imefanya. Maneno hayo yanataka kutuambia hivi: uharibifu haleti Mungu, tunaleta sisi, ndivyo sivyo? Shari haleti Mungu, tunaleta sisi. Lakini mtu anaweza akaniambia, mbona katika nguzo za imani antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi, katika nguzo za imani pamoja na kuamini qadar, khairi yake na shari yake, maana yake imetoka kwa Allah, si ndio hivyo? Ndivyo sivyo? Sasa kwani kutoka kwa Allah ndio Mungu ndio anafanya shari? Ni kuelewa tu ni hivi, khairi na shari imetoka kwa Allah, ndiye aliyeumba, lakini anayeleta shari kwenye dunia sio Allah, ni wewe, kwa sababu Allah anasema uharibifu ndio shari hiyo. Uharibifu nchi kavu na baharini unatokana na mikono ya watu, sio mkono wa Allah. Inachanganya kidogo, inavuruga. Allah ameumba lakini hafanyi shari. Ngoja niweke sawa isivuruge. Allah alipotuumba sisi alituonyesha jambo moja kubwa sana. Alionyesha amana kwa viumbe wote wengine kabla ya binadamu. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal, tulionyesha amana kwa mbingu na ardhi na milimo. Tukaiambia milima, tukaiambia amana hii mkiweza kuibeba mkaibeba hii, mtakulipeni 1 2 3. Mkiacha baada ya kukubali mtapata adhabu hii. Mbingu na ardhi, milima na viumbe wengine walipoiangalia amana, wakaangalia malipo, lakini wakishindwa wataadhibiwa, wakamwambia Allah, tusamehe, ngumu. Allah akaturekodia kwenye Qur'an, anasema fa abaina an yahmilnaha, wakakataa wote kubeba, manake wameogopa. Wa ashfaqna minha, wakaogopa kuibeba. Mwanadamu alikuwa anaona yale, lakini akajua mwanadamu kwamba Mungu anataka tubebe hii amana. Akamwambia, we mwanadamu, hii amana utabeba, ukibeba nakupa hiki, ukiacha baada ya kukubali na kuadhibu. Mwanadamu akasema, midamu wewe unataka nibebe amana na ndio unapenda, mimi nabeba, nitaibeba. Allah anasema wa hamalaha al-insan, mwanadamu akaibeba amana. Sawa, amebeba kubeba. Alipokubali kubeba amana, msikilize Mungu alivyomsifu. Akamwambia hivi, akatuandikia kwenye Qur'an, walaqad karramna bani adama,
tukampa heshima kubwa mwanadamu. Wahamalnahum fil barri wal bahr, tukawabeba wanadamu nchi kavu na baharini. Warazaqnahum min at-tayyibat, tukawaruzuku vitu vizuri vizuri. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna, tukawafadhilisha wanadamu kuliko viumbe wengi. Tafdhila, kwa fadhila nyingi. Tumefadhilishwa sisi kwa kukubali kubeba amana, wenzetu walishindwa kubeba. Allah akasema nyinyi mmekuwa bora, bali tukasakhirishiwa viumbe wengine tuwatume kwa kukubali kubeba amana. Ndivyo sivyo? Swali, tumekubali kubeba, hatukukubali? Ukikubali kubeba amana unatakiwa ufanyeje? Ubebe. Utabeba? Ndiyo. Allah akaumba kheri na shari, vyote ni amana, sio amana? Alipoviumba akaviingiza humu, akafunga. Wewe mwanadamu umekubali kubeba amana? Ndiyo, nimekubali. Beba hii, ipeleke kule. Mwanadamu akachukua. Kazi yake ni kufanyaje? Ameambiwa apeleke wapi? Kule. Akachukua. Lakini kwa kuwa mwanadamu ana ufedhuli, ndio alioumbiwa, ni mdadisi, na hiyo ruhusa hiyo ya udadisi amepewa. Alipoichukua akaanza, hii ni amana, nimeambiwa niipeleke kule, lakini mna nini? Hii mna nini? Ikaanza, mna nini? Ibilisi naye anamwambia, sasa mna nini bila kuangalia? Angalia. Yuzayyinu lahu, sawa, anampambia yeye. Ameambiwa beba amana. Amana hii kuna kheri na shari. Ameambiwa beba amana. Mungu si ameumba vyote? Ndio amana nimekukabidhi wewe mwanadamu, ibebe. Mwanadamu akaanza udadisi, na udadisi huu uko mpaka leo. Ni kama hivi, ngoja nikupeni udadisi. Umeambiwa swali rakaa 2 asubuhi, swali rakaa 4 ya dhuhuri, na 4 alasri, 3 magharibi, 4 isha. Hakuna wanadamu wanaosema sasa kwa nini 2 3? Kwani kuna nini? Wako hakuna. Wewe umeambiwa swali, umeambiwa uulize kuna nini. Umeambiwa swala alfajiri toa sauti, swala nyingine usitoe sauti. Kwani kuna nini kutoa sauti? Si swala tu. Wewe ndio kazi uliopewa. Kazi uliopewa ni kuswali. Umejua hukujua? Nimejua. Shida yako nini sasa? Unakuja jingine. Sasa kutawadha ni usafi. Mungu anasema ukikosa maji paka vumbi. Umekosa maji, silikuwa uswali tu, sasa upige mchanga pangusa uso. Mwanzo ilikuwa unajisafisha, hii unajichafua. Inakuwaje? Fujo hii. Ni amana uliambiwa beba, si ndio hivyo? Huu dadisi wa mwanadamu anao mpaka leo uko hivyo. Mungu anasema hivi, laisa kamithlihi shay'un, hafanani na chochote. Ndivyo alivyojisema mwenyewe. Qur'ani iko wazi. Kichwani mwako unasemaje? Sasa hafanani na chochote inakuwaje? Yaani hafanani na chochote. Sasa yuko vipi? Naye hafanani, sasa unaulizaje yuko vipi? Hiyo vipi ndio tatizo. Inakuja kwenye kichwa haiji. Sema kweli. Unatatizika. Mungu mwenyewe ameshasema laisa kamithlihi shay'un, hafanani na kitu chochote, hakuna chochote kama mfano wake. Halafu mwisho anasema wa huwa samiul basir, anasikia na anaona. Unaanza kujiangalia sasa, anaona vipi? Subhanallah. Huyu ndio mwanadamu. Beba amana, akaanza kufanya hivi. Mwisho akaona bwana, hebu ngoja bwana nijue kuna nini. Akafungua. Alipofungua vimetoka, akafunga. Amefunga, ameona kwamba kuna vitu vimetoka. Sasa alipofunga, lakini vishatoka. Kuna vitu vimetoka kama vile soda ilivyotoka. Ndio anafunga sasa. Bwana, kumbe mlikuwa mnavurugwe. Sasa aliyetoa ni Mungu, ni wewe? Aliyetoa pale ni Mungu, ni binadamu? Mungu alikuwa amempa ni amana, peleka, hakumwambia fungua. Yeye anafungua, akifungua ndio inatoka shari. Allah ameumba, sio ameleta shari. Tuko vizuri?
Inafahamika hiyo haifahamiki? Inafahamika eh? Mfano wake ni hivi, na kupigia mfano hai. We kijana, nimekulea katika misingi yote ya Mungu. Hii ndio amana. Hivi nilivyokufundisha ndio amana. Kuwa mtulivu, usitafute mabinti wa watu. Ukiwa tayari kuoa, mimi nitakusaidia, utaoa. Mwanangu, umenielewa? Ndio. Acha fujo. Akikutana na wenzake anamwambia, we, yani wewe mpaka leo bado? Bwana nini? Yani ya mabinti waone. Unataka kufungua chupa? Anambabaisha mabinti wa watu. Anambabaisha, mara amemchukua kweli binti, mara ana mimba. Anaambiwa mimba ya kwako. Mimba ya kwangu vipi? Wewe ulinikubali vipi? Kwanza hujanikubali mimi peke yangu wewe. Shari hiyo. Ameileta Mungu au yeye? Ni yeye. Binti, usiwakubali watu. Watakudanganya watu wa bodaboda. Wewe nenda zako shule kwa miguu yako, rudi. Achana nao. Haya mafundisho ndio kufundisha ndio sawa. Mara anaona wenzake wananunuliwa chipsi, kuku, Pepsi kidogo. Wanamwambia, yani wewe unatembea kwa miguu tu, unajifanya Maria mama Yesu, shauri yako. Wanamzingua, mara naye amekubali. Anafungua chupa. Akishafungua chupa, shari inatoka, mimba. Mwenye boda huyo amuoni tena. Mungu ndio ameleta shari au ni yeye ameleta shari? Ajibiki mbona? Alileta ni yeye. Shari ameleta yeye, sio Mungu. Mungu aliumba kwamba shari iko duniani, wanaoleta shari ni watu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Sikiliza maneno mwisho. Nchikavu, uharibifu nchikavu na baharini umepatikana kwa sababu ya yale ambayo mikono ya watu imefanya. Sikiliza mwisho. Liudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili Allah awaonjeshe baadhi tu ya yale walioyafanya, la'allahum yarji'un, huenda wakarudi wakatubu. Kwa hiyo wamepigwa konzi ili warudi watubu. Kwa hiyo pale ni adhabu au ni kupendwa? Kupendwa, kama kukatwa kidole kwa ajili ya kansa isienee. Wamekumbushwa hawa, umefanya vibaya wewe, umekumbushwa ili utubu. Imekaa vizuri? Sikiliza nyingine. Suratus Sajda aya 21, Allah anasema hivi, walanudhiqannahum min aladhabil adna, tutawaonjesha adhabu hii ndogo, duna aladhabil akbar, isiwe ile adhabu kubwa. Tunaonjesha hii ndogo, la'allahum yarji'un, huenda wakarudi wakatubu. Kwa hiyo lengo la kuadhibiwa adhabu ndogo duniani ni nini? Lengo ni nini? Kurudi, kutubu. Sasa kama lengo ni kutubu, umeadhibiwa au umependwa? Haijibiki. Ni kupendwa. Mungu amekuonjesha hii, anakupenda ili urudi, usije ukapata adhabu ile kubwa kule. Imeeleweka? Tunamaliza ya mwisho sasa. Ya mwisho inakuja. Ya mwisho iko hivi: pindi ukipewa hii adhabu ndogo ya kupendwa, halafu kichwa kikawa kigumu, ukasema ndio maisha, wala sio kujaribiwa, kama maisha yako hivi hivi siku zote. Kichwa kigumu hicho. Ukishakuwa kichwa kigumu, hutaki kubadilika, Mungu anakufungulia milango yote ya kheri. Unapata 1, 2, 3 neema. Ukishapata zile utasema, kama Mungu mwenyewe alikuwa amekasirika angenipa hii. Sasa hapo ujue inakuja bakora ya kweli. Sasa hapo sio kujaribiwa tena, hapo ni adhabu kweli, manake unakwenda motoni moja kwa moja. Sikiliza maneno haya. Sura Al-An'am aya 42, Allah anasema hivi, walaqad arsalna ila umamin min qablik, Mtume Muhammad, tulituma mitume, ila umamin, kwa umma mbalimbali, min qablika, kabla yako wewe. Mungu anamzindua mtume, anamwambia tuliwatumia mitume, ila umamin, kwa umma mbalimbali, min qablik, kabla yako wewe. Tuliwatumia mitume. Wale mitume walipofikisha ujumbe, hawa watu wakakataa.
wamezoea kula wanavyotaka, riba nini, wakakataa. Walipokataa, Allah kwa kuwa bado anawapenda, fa akhadhnahum bilba'sai wadh-dharra, tukawapa adhabu kidogo kwa kuwanyang'anya mali, riziki zao kuwabana, wadh-dharra, na kuwatia madhara ya magonjwa kidogo, afya zao zikadhoofika. Kwa hiyo tukawabana kwenye riziki, kuzibana kidogo, na tukawabana kwenye afya zao kidogo. Kwa nini? La'allahum yatadarraun, huenda kwa kuwabana vile wakanyenyekea. Umeona lengo la kuwabana kidogo, ili wanyenyekee, wasikilize mitume. Sawa. Allah anasema falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau, ingekuwa vizuri sana laiti kama tulipowaletea ile adhabu kidogo wangenyenyekea, ingekuwa nzuri sana kwao. Kama wangenyenyekea ingekuwa bora sana. Mungu amewapenda pale, walakin qasat qulubuhum, lakini mioyo yao ikawa migumu, hawakunyenyekea. Wakawa wanaambiana, bwana, kwani mvua, kukosekana kwa mvua ndio Mungu amekasirika? Haya si mambo ya kawaida tu. Kuna kipindi mvua inakosekana, kuna kipindi itakuja, si ndio hivyo? Kwani kuugua ndio manake Mungu amekasirika kwa sababu ya huyu mtume? Kuna wakati mvua inapatikana au inakosekana, na kuugua, mtu anaugua na anapona, si ndio hivyo? Wakapeana faraja. Wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, na shetani akawapambia yale waliokuwa wakiyafanya. Wewe usiache hiyo bwana, ukasingizia kwamba ni Mungu amekasirika bwana. Hebu tuendelee na maisha yetu. Hii ni mitihani ya dunia tu, ndio iko hivi, mara jua kali, mara mvua inanyesha, mara inapotea. Shetani anawapambia, mioyo ikawa migumu. Allah anasema falamma nasu ma dhukiru bihi, pindi waliposahau kabisa yale mawaidha waliokuwa wamepewa na nabii, wakayapuuza kabisa, wakajisahulisha kabisa, fatahna alaihim abwaba kulli shay, pale sasa tukawafungulia milango ya kila kitu. Mvua zikanyesha, wakapata mavuno mazuri, wanyama wakawa wanatoa maziwa, hawakuugua tena, wako vizuri. Msikilize Mungu anavyosema, hatta idha farihu bima utu, mpaka pale walipoanza kufurahi kabisa kwa kila kitu walichopewa, mpaka wanapongezana. Si unaona kama ulikuwa unasema ni Mungu amekasirika? Si unaona? Mimi nakwambia siku zote, yani mambo ya maisha tu yanageuka. Wamefurahi sasa, hawakumbuki tena habari ile. Walipofikia kufurahi, akhadhnahum baghtatan, tuliwapatiliza sasa faj'atan, kwa mara ghafla tu, kikaja kipigo cha mara moja, una nafasi hata ya kutubu. Fa idhahum mublisun, hapo wakawa ni wenye kukata tamaa, hakuna fursa ya kutubu, hakuna chochote hapo. Kwa hiyo ni kanuni ya Allah, ukiwa bado unapendwa, unapigwa konzi kidogo, unabanwa kidogo, ili urejee, utubu, ili uwe mnyenyekevu. Lakini ukisema ndio maisha, Mungu atakufungulia milango yote, uone kila kitu kiko kizuri, utafurahi kweli. Ukifurahi kweli, umesahau kila kitu, kinakuja kipigo sasa, sio cha kutubu tena, ni kipigo cha kwenda moja kwa moja. Mwenyezi Mungu atulinde na hali hii. Kwa maelezo tuliyopita nayo kwa mtiririko huu, inapokuja tatizo duniani kidogo, ndio manake limeletwa na shetani. Ndio umeletewa na shetani. Misiba ya shetani inahitaji kupungwa au inahitaji wewe mwenyewe tuangalie kuna kitu gani? Suratul Ra'd aya 11, Allah anasema hivi, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwa hakika Allah habadilishi yaliyoko kwa watu mpaka wawe wamebadilisha yaliyomo mioyoni mwao. Habadilishi hali iliyoko kwa watu mpaka wao wawe wamebadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Nini maana yake? Maana yake ni hii: Allah akikuwekeni kwenye hali ya neema,
neema zinatakiwa uonyeshe nini? Shukrani, si ndio hivyo? Mkionyesha shukrani, Allah hawabadilishii, itabaki hivyo hivyo. Neema kwa kuwa inataka shukrani, wewe ukaonyesha kukufuru, manake umebadilisha yaliyoko ndani ya nafsi. Ulitakiwa ushukuru, umekufuru, si ndio Ukikufuru, inna Allaha yughayyir, Allah sasa atabadilisha, kwa sababu wewe umebadilisha yaliyomo ndani ya nafsi. Na akiondoa neema kwa sababu ya kukufuru, harudishi mpaka utubu. Imekaa vizuri? Imekaa vizuri? Mimi naishia hapo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.